una prefer kusikiza za kitambo ama za kisasa? Pendeje Dr. Niko ako hapa, masani ya songi, lakini swali inaenda kwake, straight kwake. Pendeje Dr. Niko, swali inakuja namna hii, swali mboga zaidi. Una prefer muziki gani, ya kale ama ya kisasa? Kwa kusema kweli mimi na prefer muziki za kale. Manake point moja, muziki za kwa nini tuna muziki za kisasa? Sababu tulikuwa na muziki za kale. Hawa wameiga muziki za kale. Kama hatungekuwa na muziki za kale, hizi za kisasa hazingekuwa. Manake how did they find themselves playing rumba? They find themselves playing rumba because they were rumba kitambo. Sijakataa Pendeje, lakini kuna wakati tumekuwa naye maeneo tukisikiza muziki ya rumba. Na ya kale ilikuwa inacheza, wewe mwenyewe ukaanza kusinzia. Ukasema hii muziki ya kale kwa sababu ilikuwa inatupeleka mbali. Unajua muziki ya kale ni kama lullaby. Alafu pia ilikuwa nimekunywa uji. Ile uji. Ukaanza kusinzia. Sasa muziki ya kisasa ikicheza ukachangamka. Viewers, we prefer new music because it's captivating and it's fresh. Kuna video hapa, shangazi fulani, shangazi zangu fulani alikuwa anaonyesha miondoko yake ya rumba. Sijui kama bwana director unaweza muwekea pale tuone. Umeona shangazi yangu pale akitoka miondoko, huyo ni wakale. Vunja mifupa kama bado meno. Alivunja na bado anavunja. Anavunja bado. Keep sending in your videos kwa WhatsApp number iko pale chini. We shall air, and thank you for being with us on the show na kumake show ikuwe moto zaidi ya moto yote kwa hii dunia. In the meantime, tuko ndani ya songi na unajua vile tunafanyaga. Pendeje Dr. Niko ako hapa. Wow. Anatupatia vitu 2-3 zinaendelea hapa, lakini leo najua mambo imechemka. Mambo imechemka leo, mambo imechemka mbaya sana, mambo imechemka kabisa. Ma concert hapa kule. Concert hapa kule, Mama Emilia Bella alikuwa na concert kule Brussels, ikajaa. Belgium. Alijaza. Niliona video. Mama alijaza. Niliona video ule mama, lakini kuna mahali kidogo nifunge macho. Nilimuuliza mama sasa aliperemka hadi chini. Aliambia lazima kungekuwa na kitu watu wanaongea. Show ifanywa kitu hivyo free. You have to talk about something. Miaka 60 na unaona kile kiuno ilikuwa inatigizwa. Peleka hadi chini kwa sakafu. Na akarudi. 68 years old. Nilikuwa nimeshikilia kidogo, nimeshikilia asianguke chini. Baba. Ilikuwa shokali sana. Niliona tunatarajia tulete show pia hapa Nairobi. Moja December. So tumtarajie December. Seleo Scrub na Werason wanaletana juu sana. Seleo anaambia Werason, hizi animation zangu zote hakuna ile unipatia. Werason aliwaambia yeye alimpatia animation na akapatia pia Bill Clinton. Seleo anasema yeye animation zake alikuwa anatoa kwa Mbumbu Kongo kwa vijana wadogo. Anaenda pale kwenye mashinani anatoa matale tu kwa anakuja na piga animation. Najua kitu fani na sanaa, watu wapanagi credit mahali wametoa. Sijui mbona watu gumu sana. Unajua hata kitambo kulikuwa na beef ya wasanii hapa Kenya, comedian stand up. Ati msanii fulani anaandikiwa jokes lakini hapeani royalties ama hapeani recognition. Unaandika jokes na unipatie usemi ni mimi nimekuandikia. Sijui mbona inakuwa gumu. Unaona kama Kofi alikuwa anaandika muziki na Felix Wazekwa. Siku moja Kofi alienda kuinterview akaulizwa, unajua Wazekwa? Kaulizwa nani huyo? Na kila siku anampigia simu asubuhi, niandikie muziki. Niandikie ile jana ilikuwa sawa, niandikie nyingine. Wasanii tupendane, tunuane. It's simple. Maroon Commandos walipoteza gwiji, alikuwa mwanamuziki wa Maroon Commandos, mzee mzima. Ametuacha. Paul Mwandembo alituacha. I think amezikwa. Wengine muziki BCBG pia poteza wanamuziki wa Inde. Sasa kikosi kinaisha. Jibe pia anafaa afanye kitu. Ule drumist alikuwa amereplacewa kwa Segin, aliondoka tena. Jibe pia na mashaka yake pia yanafuata. Inos B mtu wako. Inos B. Kikosi kipya. Watu wa kikosi kipya. Fifth generation of music. Kijana anajua kuimba. Kwanza kuna a specific song inaitwa Top Model. Unajua amenominatiwa kwa muziki kwa nini mingi sana. Inos B age yake ni ndogo sana, kwa around 22 23. Amenominatiwa kwa vitu. Kuna muziki ametoa inaitwa Love
ya RS, mapenzi ya social media. Anita Mwarabu amesema ile muziki aliimba ni ukweli katika maisha yake. Yeah. Vile aliachana na mrembo wake. Sasa anaimba kuhusu maisha yake mwenyewe. Kate Kulo alikuwa anatupinga kidogo akisema wa muziki ya kisasa haina mielekeo. Lakini tunaona kijana mdogo wa miaka 22 kama Inos B kuna mwelekeo. Naona mwelekeo. Zakari Babaswe, journalist mkubwa pale Kongo, anasema Fally Ipupa hakulipwa pesa na serikali ya Kongo ajaze Stade France. Stade France, Fally na Stade France inaingia watu 110,000. Anasema ni kama alipewa pesa ajaze, anunue tiketi watu wajae. Afungue gate. Sasa hiyo ndio inaendelea kule. Nasikia hata Kofi jana majuzi amesema ni kweli huyu jamaa za kuwa alipewa pesa. Kofi alisema hivyo. Afungue gate. Manake Aya Nakamura alijaza hiyo stadium na one day. 3 shows. Aya Nakamura from a Malian base versus a French. Lakini unaona ukiangalia vizuri mtu kama Aya Nakamura muziki yake anaimba na French. Anaimba Kifaransa. Pia Fally Ipupa muziki yake mingi anaimba Kifaransa. Ana Kiongole ni kidogo sana. Anapitisha tu nani kidogo lakini mostly anaika Kifaransa mbele. Kwa hivyo mchezo kwa utuzwa. Si mchezo kwa utuza. Fally akoshua market yake ni gani? Market ya Fally kubwa iko kule Ufaransa. Haiko huko Afrika. Haiko Afrika sana. Kweli hapo. Afrika ni manake jinsia kike sana inapenda Fally Ipupa. Hadi kweli manake tukisema sasa Fally aje hapa jaze ajaribu kujaza Kasarani. Sasa jaza Kasarani. Haiwezi jaza Kasarani. Amekuja mara 2 3. Ile alifanya yake pekee kama main act. Alipata watu kama 3,000 4,000. Tafuta ile. Lakini ile alikuja ya ile ilikuwa Kasarani. No, ilikuwa ile kubwa ile alifanya kabisa. Hakuwa peke yake. Alikuwa na muziki wengi. Alikuwa na muziki wengi kweli. So hiyo ndio angalau ungesema Fally alikuwa na watu wengi. Ilikuwa around 10,000 people. 10,000 people. Na ilikuwa hapa Kenya. Haya. Tuende kwa masuala ya Lingala lesson. Lingala lesson leo tuko na mambo ya familia. Bokilo Mobali. Bokilo Mobali, father in law. Bokilo Mwasi, mother in law. Tata Nkoko, grandfather. Mama. Kabla tuendelee, unajua unarusha tu maana ukienda mbio PDG Dr. Nico. Bokilo inamaanisha nini? Kiujamii. Kiujamii. Sasa Lucien Bokilo anatokea wapi? Ni kama jina tu, kama vile unaweza itwa ama Lucien brother. Kama mimi naitwa Nicodemus. Kuna nini? Khware ni ndege kule nyumbani. Unapata niko ameitwa Nicodemus Khware. Unaona? Ile jina. Una pale Lucien Bokilo, lakini sasa hapo unaona unasema Bokilo Mobali. Bokilo Mobali, father in law. Bokilo Mwasi, mother in law. Tata Nkoko, grandfather. Tata Nkoko. Tata Nkoko. Ama sasa vile wanatumia kidogo grandpère. Hiyo inakuja kwa kama Kiswahili. Tata ni baba. Nkoko mzee. Baba mzee. Kweli. Hapo mingine Kiswahili. Zinakuja na Kiswahili. Mama Nkoko. Kuhu kwa Kiluya. Sasa hizi wa Kongo sana wanapenda kutohoza French na wanachanganya. So sasa hizi wanasema grand-père, grand-mère. Naona bale wanasema tata. Sasa unajua hiyo sasa tuseme kwa mfano ni pale mjini. Wale ambao wamesoma Kifaransa. Pale Kinshasa pale tuwezi anza kusema tata Koko baba. Hapana, unaona wewe ni Oshago wewe. Oshago umekam wewe. Wewe ni kukamu. Kutoka Lubumbashi, kutoka Gombo, kutoka Kivu. Kwa maji machafu unatuletea hapa. Boboti ama baboti parents. Wazazi. Lakini sasa kula nasema bapara. Ukiwa Kinshasa nasema bapara. Mambo ya town. Hapa Nairobi mnasemagaje? Tuma pale kwenye comments tuambie hapa Nairobi mnahitaji wazazi. Na sheng yenu hiyo mnapenda kuongea sheng kila siku hapa. Hii ni station ya lugha zote anyway. So tunamaliza songi. Lakini leo sijui kama director tuko na quote of the day leo director. Tuko nayo kweli? Baadaye tutakuwa na quote of the day. But in the meantime PDG Dr. Nico
tuelezee hii weekend unapanga aje, tupate wapi social media yako? Social media yangu kama kawaida page Dr. Nico House of Rumba. Thursday tuko kama kawaida baada ya rumba pale Ignite Bistro. Alafu tarehe 13 tuko na rumba carnival. Kiasi kizima. Unasikia pale rumba kali sana. Endi ya rumba ya Nairobi, tunamaliza rumba tarehe 13 Disemba. Sema Nairobi, sema Afrika. Tunapika kitu. Best DJ anakuwa pale. Tunapika tutawaambia tu. Tunapika kitu. In the meantime pale penye kwa WhatsApp na videos zinakuja zikiingia zaidi. Na najua kuna moja hapa interesting sana bwana director nitatuwekea pale kwa screen watu waone ndio wajue Africa Express is a show for the people. Umeona amemaliza na magani, amemaliza na nduru. Rumba inaingia hadi kwa mishipa, inasema inabomoa hadi diaphragm. Yote. Baka jamaa kaamua kupiga nduru. Piga nduru, unamaliza nayo. That was very nice. Kabla niondoke kuna one of our biggest rumba fans, kila bendi anakujaga support kila bendi, anaitwa Wendy Adamba. Leo ni birthday yake. Wendy Adamba Leo ni birthday yake, anasema anatazama mali huko. Wendy Adamba, happy birthday In the meantime tunaendelea na show kabisa. Umeona pale video jamaa ana enjoy, inaingia hadi kwa damu ndani kabisa. Hiyo ndio mambo ya rumba sasa. Kabisa. DJ Regan anajua anapanga ingine kali tena kufanya watu wapige nduru. Ndio? Ndio hivyo sasa. Angusha basi.